to invite Pastor Nunu. Na kwenda kumkaribisha sasa Pastor Nunu. I want us to put our hands together. Nataka tumpige makofi as she comes. Anapokuja hapa mbele. Hallelujah. Come on, people. Bless his name. Hallelujah. Baba yetu na Mungu wetu, wewe uketie mahali pa juu palipoinuka, tunalibariki jina lako na kulitukuza kwa kuwa tuna Mungu mwingine kama wewe. Maneno yako yanasema ya kwamba wewe ni Bwana wa vita, tena unavipigana vita na kuvimaliza, kwa maana ni Mungu mwenye mipango iliyokamilika. Mipango yako haishi njiani. Biblia inasema hapo mwanzo palikuwapo na neno, na neno alikuwa kwa Mungu. Huyo neno alikuwa ni Mungu. Hakuna lililofanyika pasipokuwa hilo neno. Hallelujah. By your word you created things. Father, we give you praise. Father, we honor you today. We thank you for your goodness and your mercy and your grace. We thank you for your favor. Hallelujah. We thank you for the spirit that you have given us. The spirit of truth. Hallelujah. The spirit of truth. Hallelujah. Father, we love you today. Father, we honor you today. You're welcome in this place. Increase yourself in this place. Hallelujah. Because we know you're already here. We feel your presence. We feel your power. We thank you for Pastor Donis. We thank you, Jesus. Asante kwa kumfunika kwa wingu lako. Asante kwa kwenda before him. Oba shana masande. La branda rabasika niliosaya. Mandana rabashando kobayanta. Rababa shabayana masia. Rababo shebeka balalala. Imana masekeya. We thank you. We give you praise. We honor you. In Jesus' mighty name. And every soul say amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Naweza kukaa weponi mwa Bwana. Asante Yesu. Naweza mkakaa. You may be seated. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. 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 Ay, 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 ay. I feel God. Namsikia Mungu. I will feel God. Namsikia Mungu. Utukufu kwa Bwana Yesu. Asante Yesu. Na asante Bwana Yesu. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu na saa hii. We thank God for this time and this hour. Na uzima aliotupa. And for the life he has given us. Pastor amesema jambo kubwa sana. Our pastor mentioned such a very important thing. Huwezi kumtumikia Mungu kisawasawa kama afya haiko vizuri. He said you cannot fully serve God if your health is not on point. Kwa sababu afya ikiwa haiko vizuri, because if your health is not good, inakaribisha roho ya hofu. It brings the spirit of fear. And Biblia inasema hakutupa roho ya hofu. And the Bible says he never gave us a spirit of fear. Kwa sababu anajua mwanadamu hawezi kufanya kazi na hofu. Because he knows a human being cannot work with fear. Na ndani ya Mungu
Mungu hakuna hofu. And inside of a God there is no fear. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Utukufu kwa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Pastor, Mungu akubariki sana. Pastor, may God bless you. We love you so much. Tunakupenda sana. Hallelujah. Hallelujah. Wetu mkuu. He is our main pastor. Hallelujah. Hallelujah. Huyu ni baba yetu. He is our father. Mungu akubariki sana. May God bless you Kwa kujitoa. for giving yourself. Mungu anampa mtu vision. God gives a person vision, Alafu anapeleka wasaidizi. and then he brings helpers. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo sisi ni wasaidizi. So we are your helpers. Mungu akubariki sana. May God bless you. Tunajua ya kwamba yuko pamoja na wewe. We know that our God is with you. Pale alipotuleta sisi. Wherever he brought us from, Hao ni majeshi ya Bwana. we are the army of the Tunajua Lord. kwamba yuko pamoja na We wewe. know that God Kwa is sababu with ni you. Bwana wa vita. Because he's the God of war. Anasema ni Bwana wa vita. He said he's the God of Hakuna war. vita asiyoishindwa. There is no war he cannot overcome. Hallelujah. Hallelujah. Anasema hakuna vita ambayo I said haiwezi. there is no war he cannot Ikianza overcome. duniani anaiweza. So if you don't, Ilianzaga mbinguni alishinda. the one in heaven he overcomes. Hallelujah. Hallelujah. Chini ya maji anaiweza. Even underwater he can Anasema hata overcome. tukiweka kitanda kuzimu. He said even if you put a bed in Kule hell, anaweza akaja. he know he can get there as well. Hallelujah. Title ya somo la leo. Title of my message today, Glory. utukufu. Wakati mwingine Mungu ananifanyaga vitu. Natoka na title nyingine. Nikifika hapa ananipa title nyingine. Sometimes God works inside of me. I have one title and then I get here, I change it to another title. Okay, I'm going to combine. Nitaenda kuunganisha. Tumefanya maombi ya siku 7. We did our 7-day fast prayers. Hallelujah. Hallelujah. Mungu awabariki sana kwa wale ambao mmeweza kufunga. May God bless you for those who are able to fast for 7 days. Amen. Amen. Maisha yako na maisha yangu. Your life and my life, Tuko vitani. we are in a war. Wangapi wanajua ufalme wa giza How many of you know the kingdom of darkness unaoperate kama vitani? does operate exactly as a battlefield? Hallelujah. Hallelujah. Ufalme wa giza The kingdom of au darkness, serikali ya shetani, or the kingdom of the devil, operation zake its operation ni kiwanajeshi. is just like a soldier. Kwa hiyo sisi tuliokuwa ndani ya Kristo, So us who are inside of Christ, tukifikiria Ukristo ni nyororo nyororo, so if we think that Christianity is just enough, wakati adui yetu yeye yuko vitani, knowing that our enemy is on war, is in the battlefield, tayari unaweza ukashindwa vita. we already know you cannot overcome or you're going to lose the war. Na tunapokuwa vitani, And when we're in the battlefield, wangapi tunajua and how many of us know, huwezi kupigana na mtu kabla hujamstadi. we know that you cannot fight against your enemy if you have not studied your enemy. Kujua silaha zake, To know what type of weapon they're using. kujua nguvu To zake. know how much energy they have. Ndio maana mataifa makubwa huwa yanachokuzani. And that's why big nations, they never cause problem among each other. Kunakuwa na maongezi sana kabla ya vita. There got to be enough conversation before war take Bwana place. Yesu asifiwe sana. Praise the Lord. Kwa sababu kila mtu anajua nafasi ya mwenzie. Because everybody know each other's position. Tunapokuwa hatujuani nafasi zetu, If we don't know each other's position, ndio tunataka kuvuka mipaka na kuingia kwenye nafasi isiyokuwa za. that's when we want to cross the boundaries and try to attack other nations. Kwa hiyo nilikuja So I came here. na somo I came here with a lesson, na roho za malipizi. the spirit of revenge. Roho za malipizi. Spirit of revenge. Lakini niliposimama hapa, So when I came here to stand in front of you, namsikia Bwana anasema, I hear the Lord saying, wafundishe. okay, so my title today is the spirit of retaliation. Yes, spirit of retaliation, exactly. Okay, spirit of retaliation. But when I came in front of you, I hear the Lord say to teach you guys Vita vya nafasi yako. the battle of your position. Yes. The battle of your position.
Hakuna nafasi katika maisha yako utaipata bila kupigana vita. There is no position you're going to acquire in life without war. Hakuna aliyeitwa general bila kushinda vita. Nobody is being called a general without overcome a battle or war. Hakuna aliyeweza kuwa kwenye position kubwa kazini bila kupigana vita. No one have a big position at work without fighting a war. Wewe kuwa duniani, You being on earth na kuzaliwa mahali hapa, and being born on this earth, kuna nafasi Mungu anataka uikae. there is a position that God wants to place you, Ili uweze kupigana na mshtaki wako. so you can fight against your enemy. Biblia inasema ya kwamba shetani ni mshtaki wetu. The Bible says that the devil is our accuser. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mimi nitaka kufundisha kuhusu spirit of retaliation. I wanted to speak about spirit of retaliation. And the reason I wanted to speak about the spirit of retaliation, And the reason why I wanted to talk about that, mara zote ukiomba ukashinda, all the time whenever you pray and you overcome, ukafanywa deliverance, ukapona, and you get delivered and you are healed, ukafanya maombi ya kufunga vitu vikafunguka, and you do a fast and praying and things open up, adui haendi akalala. the enemy is not going to sleep. Anawaza arudi vipi akupige. He always thinks, how can he retaliate against Angalia you? ministry duniani zilizofanya mambo makubwa. Look at all the ministers who have done great things on earth. Kuna kitu kilitokea, There is something that happened. adui akarudi, The enemy came back akaja akawapiga and baba. came back and Ni retaliated and ajabu beat them. kwamba pastor amefundisha It's amazing how Pastor just taught us. ni kama alikuwa ndani ya mahubiri yangu. It's just as if he was inside of my preaching. Mungu akubariki sana May pastor. God bless you, Bwana Pastor. Yesu asifiwe. Praise the Watu Lord. wengi wapo kwenye matatizo leo, Lots of people are in trouble today kwa sababu kuna kipindi walipata ushindi, because at one point in life they got victory wakafurahia ushindi, and they were very happy about the victory, wakasahau and retaliation, they forgot about retaliation. wakasahau malipizi. They forgot about the devil is the devil Wakati retaliation. wote unapompiga adui yako, Whenever you fight your enemy, wakati wote unapomshinda adui yako, whenever you overcome your enemy, lazima afanye malipizi, he must retaliate kwa against sababu you. akifanya malipizi Because if he retaliates against you, unaanza kupata huzuni. then you start getting miserable or sorrow. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bwana wetu anapenda tutembee na ushindi, Our God loves us to walk in victory. lakini anapenda tufundishe kuulinda ushindi But tulioupata. he also loves to teach us how to protect the victory we receive. Pastor Donis ameongea kitu. Pastor Donis spoke about something here. Ameongea kuhusu kujua mashambulizi au ya kuyatambua mashambulizi yanayokujia. Pastor Donis taught us about how to identify the type of attack that coming after you. Yes. Listen to me with your spirit. Nisikilize kwa roho yako. Because of this food right now is not for babies. The food I'm about to give you is not for babies. It's for grown up in the spirit. It's for those who are matured in the spirit. So, unaweza ukawa mtoto lakini you are matured in the spirit. You may be a baby lakini umekuwa mtu mzima katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu unakuwa matured in the spirit according to the spirit of God, the way that you reveal kwako. Because you get matured in the spirit according to the spirit of the Lord who is revealed inside of you. Hallelujah. Kwa Hallelujah. hiyo mtu anaweza kuwa na miaka 18 So somebody can be 18 years old lakini ana uzito katika Mungu, katika ulimwengu wa that roho. might be very powerful in the spiritual realm. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Thank you Jesus. Asante Yesu. Vita vya nafasi yako. The battle of your position. Adui anaweza kuwa anayejua nafasi yako kuliko we mwenyewe. The enemy may know your position more than you know your own position. Kuna kitu unahitaji kufanya? Hallelujah. Thank you Jesus. Asante Bwana Yesu. Adui anaweza kuwa anayejua nafasi yako kuliko wewe unavyoijua. The enemy may know your position more than you know your own position. Walio karibu na wewe wanaweza kuwa wanajua nguvu yako kuliko wewe
unavyoijua. Those who are next to you may know the power of your strength more than you know your own power or strength. Hallelujah. Hallelujah. Tarudia tena. I'll repeat. Amen. Amen. Na naomba kuwe na, kama kunaweza kuwa na quiet na ili muweze kuelewa ninachokiongea. I really ask for attention so you may understand what I'm saying. Yes, and you know I'm a woman of attention. Right. You know, I am a woman of attention. When God speaks. When the Lord speaks. Amen. And the reason I don't want distraction, because I can lose what I want to say. And the things of the Spirit, you need to catch it. Amen. Yes. That's why I don't have a, kama mmenigundua, I can change topic immediately. Because I'm not a person who going with utaratibu. I'm good in utaratibu, but I'm trying my best to listen to God. I try my very best to listen to the Holy Spirit. And that's why I change. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kwa hiyo adui yako anaweza kuwa anajua nafasi yako kuliko wewe mwenyewe. So your enemy may know your position better than you know your own position. Ndugu zako wanaweza wakajua power yako kuliko wewe mwenyewe. Your relative may know your position more than you know your own position. Ndugu zako wanaweza wakajua nafasi yako kuliko wewe mwenyewe. I repeat, your relative may know your position better than you know yourself. Ndugu wa Yusufu walijua mambo ya Yusufu bila Yusufu kujua. Joseph's relative knew about Joseph more than Joseph himself knowing. Kwa sababu ya maneno ambayo Yusufu alikuwa anasema. Because of the words Joseph spoke to them. Kuna vitu wewe unasemaga. There are some things you always say. Una expose yourself kwenye danger. You expose yourself in danger. Hallelujah. Hallelujah. Nasema tena kuna vitu watu tunasema. I repeat again, there are some things that we say. Tuna expose ourselves to the danger. We expose ourselves to the danger. Nimewahi kuwa kwenye nafasi. I have been in position ambao watu hawapendi mambo yako. Where people don't like your thing. Lakini wanakuchunguza kwa siri. But they investigate you. Watu hawaji kanisani kwako. People don't come to your church. Lakini wanasikiliza mahubiri yako kwa siri. But they listen to your preaching. Kwa sababu wanajua power. Because they know the power. Glory to the kingdom of God. Glory to the King of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And many times when I'm in the pulpit, I'm not afraid of nobody. I'm not afraid of I'm afraid of Jesus. I'm afraid of Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kwa hiyo adui zako, so your enemy, marafiki zako, your friends, wafanyakazi wenzako, your workers, wakristo wenzako, your fellow Christians, wanaweza kuwa wanajua. They may know. Vile vitu kutokana na vitu unavyoongea. Based on what you're saying. Wanajua Mungu anakokupeleka. They know where God is taking you. But you don't. Mungu anakokupeleka. But you don't know where God is taking you. Hata mume wako. Sometimes your own husband may know the greatness inside of his wife. Inside of your wife. Akajifanya ajui. But pretend like he doesn't know. Sometimes the wife may know the power of her husband. Lakini akajifanya ajui. But can pretend like she doesn't know. Hallelujah. Hallelujah. Lakini Mungu ametupa nafsi. But God gave us consciousness. God inaweza kukwambia huyu ni mkubwa kuliko mimi. Huyu anajua kuliko mimi. Kuna kitu kinakuwa revealed kwake ambacho kwangu hakiwi revealed. The conscience can tell you that he is greater than me, and some things get revealed that is greater than I am. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Glory to God. Glory to God. Vita ya nafasi yako. The battle of your position. Hallelujah. Hallelujah. Unaweza kuwa umeitwa. You may be called kuwa manager kwenye kampuni unayofanya kazi. To be a manager in certain company. Lakini kwenye kampuni yako. But in your company. Wewe ni cleaner. But you're just a cleaner. Hallelujah. Hallelujah. Lakini Mungu anajua. But God knows. Kama wewe ni manager. That you are the manager. In that place. In that place. Kuna watu wengine. There's some people. Ni wako great. Who are very great. Kwenye kuomba. In prayers. Kuna storia moja niliwahi kupewa. There is a history I was given. Kuna mmoja mtumishi wa Mungu, mama mzee wa kanisa. There was this woman of God in church. Alikuwa akija kanisani. This elder used to come to church. Many times anakuwa amelala. Most of the time she used to be sleeping in church. Siwatii moyo mnaolala. I'm not talking about you guys who sleep in church. Kwa sababu una vita ndio maana unalala.
There is a battle, that is why you're sleeping in church. Hallelujah. Hallelujah. Yule mzee wa kanisa alikuwa analala mara nyingi kanisa. So that elder used to sleep so much in church. Na mara nyingi analala mchungaji akiwa anafundisha. Most of the time she used to sleep while the pastor was preaching. Lakini mchungaji akawa anahuzunika. So the pastor was being very sorrowful. Lakini yule mama alikuwa ni mzee sana. But that woman was pretty old. Hallelujah. Hallelujah. Kwa sababu yule mama alikuwa ni mzee sana. Because she was elderly. Mara ya kwanza walifikiri. Sometimes they thought. Mara ya kwanza walifikiri. They used to think. Analala. They used to think she's sleeping. Kwa sababu ni mzee. They used to think she's falling asleep in church Kwenye because lile she's old. kanisa kulikuwa na miracles nyingi sana. In that particular church, there were so many miracles. Nguvu ya Mungu ilikuwa inatembea sana. The power of God was moving in that church. Watu walikuwa wanafunguliwa sana. People were getting delivered in that church. Kila ikifika wakati wa neno. But every time during the message, yule mama analala na ni mzee wa that elderly woman used to sleep in the middle of the message. Mchungaji akamwambia. So one time the pastor said to her, kwa sababu unalala, because you are sleeping, usiwe unakuja kanisani. I ask you not to come to church. Kwa hiyo Jumapili iliyofuata, so the following Sunday, yule mama hakuja kanisani. That woman of God did not come to church. Lakini ghafla miujiza ikakatika. But all of a sudden all the miracles stopped. Wakiomba miujiza itokee. When you are praying, no miracles. Watu hawafunguliwi. People are not getting delivered. Jumapili ya kwanza, the first Sunday. Jumapili ya pili, the second Sunday. Jumapili ya tatu mchungaji akaanza kuomba Mungu. The third Sunday the pastor started praying. Akamlilia Mungu, kwa nini? He cried to God and said, why? Miujiza itokee. Why there is no more miracles in this church? Mungu akamfunulia mchungaji. And God revealed to the pastor. Yule mama alikuwa halali. That this woman in the elderly woman was not sleeping. Unapokuwa unahubiri. She was not sleeping. She was praying. In the realm of the spirit. She was going in the realm of the spirit. Anakuombea na kukuinua. She used to pray for you and lift you up. Kuna mambo mawili. So there are two things. Unaweza kuwa unalala. You may be sleeping. Kwa sababu unaomba. Because you're praying. Unalala. Or you are sleeping. Kwa sababu unaharibu mambo katika because you are destroying things in the spiritual realm. Or because you are sleeping. Ili mchungaji achanganyikiwe. So that the pastor can be confused. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Vita vya nafasi yako. The battle of your possession. Kwa nini hili kanisa lilipitia vita? Why did this church go through a lot of battles? Kwa sababu hili kanisa ina kiti. Because this church has a chair. This church has a chair that it has to sit on. Na unapotaka kwa kwenye kile kiti. And if you want to sit on that chair, lazima adui akupinge. The enemy must oppose you. Ndio maana ukiwa umeitwa na Bwana. So that's why when you're called by God, huwezi kuwa rafiki wa wengi. You cannot be friends of too many people. Sio wengi wanataka ukae kwenye kiti chako. Because not many people want you to sit in that chair. Siamini. Whether you believe or not. Sio wengi wanaotaka ukae kwenye kiti chako cha ndoa. Not many people want you to be in your marriage. Ndoa ni kiti. You know that the marriage is a chair. Ndio maana sio wengi wanaokaa. That's why so many people don't sit on it. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Kanisa ni kiti. Church is a chair. Mungu ana kiti cha enzi. God has a mamlaka ni kiti. And a throne. Position uliyopewa ni kiti. Your position is a Your husband is a chair. Your husband is a chair. Hallelujah. Hallelujah. Mume ni nafasi. Your husband is a position. Yes. Kuwa mume ni kiti. No, being a husband is a chair. Watu wanafikiri neno baba. People think the word father imekuja kwa sababu baba alizaa watoto. It came because the father had children. Baba ni position, ni kiti. Did you know that father is a position, is a chair? Shetani hajatuzaa sisi. The devil never birthed us. Lakini anaitwa ni baba wa uongo. But he is called the father of lies. Kwa sababu yeye ana birth uongo. Because he birthed lies. Ana birth manipulation. He birthed manipulations. Kwa hiyo uongo, baba wa uongo ni author of that. So the father of lies means he's the author of that. It's a position. It's a position. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo kuna kiti ambacho Mungu anataka wewe ukae. So
There is a chair that God wants you to sit on. Ulipozaliwa, When you are born, unapaswa ukae kwenye iko kiti. you are supposed to sit on that chair. Na adui And the enemy anapiga vita is fighting against you. usikae kwenye iko kiti. He is fighting so you do not sit on that chair. Kwa nini nasema anapiga vita? Why do I say he battle against you? Mwingine anaweza akakuzaa, Some can birth you, lakini akapiga vita usikae kwenye kiti ambacho Mungu anataka. but can fight so you don't sit on the chair that God positioned you to sit on. Mambo ya ajabu sana. Those are very amazing. Mwingine anaweza akakuoa, And somebody can marry you akasema nakupenda, and say that they love you, lakini akapiga vita usikae kwenye kiti ambacho Mungu anataka uikale. but can fight you against for you not to sit on the chair that God wants you to sit on. Upendo, eti wanaonipenda wote watanikaribisha kwenye kiti changu. So you just think that, oh, I'm big love, and whoever loves me gonna invite me to my chair or my position. Unadanganyika. No, you're being lied to. Unaweza ukazala watoto 10. You can have 10 children, Na iko kiti watoto 10 wakagombania kuikala. and the children can fight against that one Lakini Mungu position. anataka mmoja ndio aikale kwenye kiti. But God only wants one person to sit on that chair. Unaona sisi Baafrika, Now you see us Africans, mtoto akiwa wa kwanza, mzaliwa wa kwanza, when we have a firstborn, kama Biblia inavyosema ndio fungua lango. the Bible says that now that's open up the womb. Kwa hiyo ni kama anarithi karibia kila kitu. That means that they inherit almost everything if you're firstborn. Mmegundua kama shetani huwa anapiga mzaliwa wa kwanza. Now have you noticed that the devil fights against the firstborn? Wewe unafikiri tu anapigwa juu ananikiti. Now you just think that they're just fighting the firstborn. Kinagombaniwa. Christian. Shetani anatamani kuongoza familia. Now the devil wants to lead the family. Mpaka inaweza ikavunja ndoa. I'm telling you, the way he fights, he can even break the marriage. Ukikuta mwanamke anazana tu watoto wa kike, If you see that a woman only gives birth to women, to girls, mume anaona huyu anifai. and the man can say, no, I don't need this woman. Kwa hiyo sababu mwanadamu anafikiri So a man can think, vile anavyofikiri ndio sawa. and a man think, oh, whatever I'm thinking, this is the correct thing. Mungu anaweza kukupatia watoto wote wa kike, sio naongea na nani? I'm telling you, God can give you all girls. I'm not sure who I'm talking to. Lakini katika wale watoto wa kike, But among those girls that God give you, ndani kuna Deborah. one of the girls is Deborah. Ndani kuna Anna. One of those girls is Anna. Ndani kuna Miriam. Not one of those girls is Miriam. Hallelujah somebody. Hallelujah. Somebody. Usitegemee sana akili zako mwenyewe. Don't use your mind so Yule much. aliyebariki tunda la tumbo lako, The one who blessed the fruit of your womb anajua ni nini ameweka kwenye tumbo. knows what he put inside of your Kuna womb. watu wengine wamezaa watoto wa kiume wengi. You know, some people have so many boys, give birth to Wengi ni boys. wavuta bangi. And most of them smoke weed. Hawawezi kuongea na mama yao. They cannot even talk to their mothers. Hawawezi kurithi kitu They chochote. cannot inherit it. Hiyo inakuonyesha ya kwamba Mungu ndo anapeana kiti. That shows you God is Na going to kile give you kiti position. akikupatia, And if God gives you kila position, mwenye atajaribu kuikala kwenye kile kiti hawezi. ever want to sit on that Nakwambia chair, kila cannot mtu do it. atajaribu kuvala kile kiatu akitamtosha. And you're going to wear your Kwa shoes. sababu cannot ukipewa wear. kiti cha kwako ni cha kwako tu. Because when God gives you a chair, it's your chair. Nobody can take it. Kijana kwa nafasi yako. Fight for Nafasi your aliyokupa, position. nafasi aliyokupa Mungu, The position that God gave you, ipiganie. fight for it. Hakuna atakayeipigania. Nobody can fight for Kitu it. kimoja nimejifunza. One thing I've learned, Mama unapigana kwa ajili ya nafasi yako. Mother, you fight for your Alafu own position. ukizaa watoto, So when you have unaanza birth, kupigana kwa nafasi zao. you start Kwa fighting hiyo for their mama position. ukivurugwa, So when they mess with the familia mother, haiwezi kwenda. when mother is messed Hata up, kama mume family ni cannot msomi move wewe, forward. Even if the husband is educated, the family cannot move forward. nyumba haiongozwi na elimu. The house cannot be led by education. Kama ingekuwa inaongozwa na elimu, manake Marekani kungekuwa kuna divorce, ndugu yangu. I'm telling you, if the house can be led by education, then Lakini ndoa za Afrika zinakaa kuliko wa Marekani. there will not be any divorce in Kwa America. sababu But I ndoa tell you, haiongozwi na elimu. Africans' marriages last longer than America because education does not lead marriage. Hallelujah somebody. Hallelujah.
Tena ukiwa more educated, more educated, you think you can live by yourself. I'm telling you, if the more educated you are, you think you can just live on your I can do by own. myself. You can say you can be by yourself. Nobody can tell me nothing. You say nobody can tell me anything Until you get sick. until you get sick, They amputate your legs. and then they cut your legs. You need somebody to wipe your ass. You need somebody to wipe your behind. Ndio unagundua kwamba ala, kumbe nahitaji kuwa na mtu. Then you realize, oh, I need somebody in my life. Thank you. Amen. Kwa hiyo unamchagua mwenzako kwa hekima. So you got to be very wise when you're selecting your partner. Unajiambia kwamba siku nikipata stroke atanifuta mavi huyu. You say, once I get a stroke, this partner of mine can clean me up. Endeleeni kuchagua sura Keep looking for the faces na matako yaliyotengenezwa. and the behind that has been constructed. Siku ukiwa hivi, Once you're walking like that, anakukimbia. this partner will run away from you. Anasema kitu gani? They're going to say, what is this? Mimi nilifuata hela bwana. I came for money. Mimi nilifuata mali. I came for money. Sikufuata hivi. I did not come to see your problems. Hivi unajua afya inatufanya tunakuwa wajinga? Do you know that health can make us be stupid? Yupigana kwa ajili ya nafasi yako. Let's go back. Fight for your position. Fungua kitabu cha Glory to God. Matendo ya Mitume. The book of Acts 16:13 mpaka 40. The book of Acts 16. Verse 13. Vita vya nafasi yako. Okay, the book of Acts 16:13. Vita vya nafasi yako. The battle of your position. Hakuna mwingine atavipiga. Nobody can fight. Na kwa bahati nzuri Pastor Donis, And the lucky Pastor Donis, kuna wengine tukikaa kwenye nafasi zetu, some of us who sit in our own position, ndio na wengine unakaa kwenye nafasi and zao. that's where other people sit in their own position. Hallelujah. Kwa nisipoipata nafasi yangu Pastor Nunu, So if I don't find my own position, Natuma naweza sipate nafasi yake. Natuma may not find her position. Kumbe nafasi yangu inategemea ataipata nafasi yake. My position depends on. Kwa hiyo usipojua nafasi yako, So if you don't know your own position, unaweza ukapoteza wengi sana. you can lose so many people. Tafuta nafasi aliyokupa Bwana. Find the position that God gave Na you. ukiipata nafasi aliyokupa Bwana, And if you find the position that God gave you, usizanie kila mtu ataipenda. don't think that everybody's going to Usizanie kila mtu love ataipigia it. makofi. Don't think that everybody's going to clap on Au about it. usifikiri wote wanaoipigia makofi wanaipigia makofi for real. Now don't even think that whoever clap, they really clap for it. They mean it. Sio kama mnanielewa watu wa Mungu. I'm not sure if you understand me, people of God. Haya, tusome neno la Bwana. Now let's read. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Kwa nini Paulo na Sila walifungwa gerezani? Why did Paul and Silas were locked in jail? Je, walifanya kitu kibaya? What did they do? Did they do something wrong? Je, walikaa kwenye nafasi zao Did they sit in their own position? walizoitiwa na Bwana? The position that we are called by Kwa hiyo God? tunajifunza sio kila mateso yanayokujia kwa sababu uko out of position. We learn that not every attack you get is because you're out of Wakati mwingine position. ukijua nafasi yako na ukikaa watu wanakwenda kinyume na wewe. Sometimes when you know your position and you sit on your position, Na hizo ni God mila za takes you. Kiafrika. And that is Kwa sababu our, Mwafrika hapendi mwingine akae kwenye position yake. now that is our culture, African culture, because we don't like when we sit in somebody else sitting in their position. Utasikia maneno ataanguka tu siku moja. You hear them say they're gonna fall one day. We will see what Anajionaga huyo. we see. They always are so proud of themselves. Nini? What is it? Kinawauma nafasi yako. They are so jealous of your position. Nasema kinawauma nafasi yako. I say your position, Lakini they wewe are mwenyewe jealous of it. hujui. But you don't even know yourself. Katika culture zetu, In our culture, ndoa ikiwa ni nzuri,
If the marriage is so awesome, mkapiga picha nzuri mkaiweka Facebook, and you take a beautiful photo and put it on Facebook, utakuta wanasema hawa nao, you hear Africans say, oh, look at this. wanajifanya wanapendana. They act like they love one another. Kwa sababu hawatakagi watu wawe na furaha. Because Africans don't like when others are Na sio happy. tu hivyo tutadatu, wanakuwa nervous ukiwa na furaha. Not only that, the Ni attitude mambo ya ajabu nervous when you sana. are happy. That's amazing things about our culture. Mwingine ana furaha, mwingine yuko nervous kwa furaha mwenzake. Some are happy and some of them are nervous. And Moyo unamwenda mbio. their heart is racing because Unajua of their wanapendana vile watalogwa. Oh, they say, oh, they love that like that. They are gonna be cursed. They're gonna be bewitched. They're gonna be bewitched because they love one another so much. Wanaonyesha upendo wao na watoto wao watalogwa kweli wasipoangalia. Lakini mwaka wa kwanza mko pamoja. Mwaka wa pili mko pamoja. Wa 20 mko pamoja. 22 mko pamoja. But they keep seeing that you are together the first year, second year, third, 20 years, you are still together with your children. Tunatakiwa kujiangalia nafsi zetu. We must look at our own soul. Nimeokoka. You say you are born again. Tukipasua kichwa chako mambo na wawazia watu wewe ni mchawi. If we break your head and look what's inside of you, you think witching out other people. Hallelujah. Hallelujah. Sio mnanisikia? I'm not sure if you hear me very well. Kuna mahubiri mengine watu wanayaogopa. You know, there's some type of preaching that people are afraid Na of. kuna wengine wanaogopa kuja kwenye hili kanisa kwa sababu ya aina ya hayo mahubiri. And some people are afraid to come in this church because Mimi of the type of nimeitiwa preaching. hiyo. That's what I was called. Kwa hiyo ukija au usije nitaendelea kuhubiri vile So vile. whether you come or you don't, I'm going to continue to Kwa sababu ni preach. kiti nimepewa. Because that's the Sio position. wote Columbus wanaweza kuhubiri kama ninachokihubiri. Not everybody in Columbus Lakini can preach. lazima nihubiri kwa sababu ni kiti nimepewa. Ukipewa kiti unakikalia ama mashukuru. Unafanya kile ambacho Bwana amekuitia. So if you're called to preach, I must preach. Because if God called me to preach this way, I will preach this way. Hallelujah. 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 Sijui kitu gani Mungu amekupatia wewe. I'm not sure what God gave you. Ambacho unajua amekupatia. That you know God Na gave ni you. silaha It amekupatia. is the weapon that Ili He wengine gave you. wafunguliwe. So others can be Lakini delivered. kama hautajijua, But if you don't know yourself, utaibiwaga iko kitu na usijue hata kama ulikuwa nacho. somebody can steal it without even you knowing that Let's you go read had the it. word of God. Let's read the word of God. Unajua wakati mwingine namshukuru Mungu sana niko yatima. You know, sometimes I thank God that I am a widow. I'm an orphan. Namshukuru Mungu sana niko yatima. I thank God that I'm an orphan. Kwa hiyo many of you can control my mouth. So a lot of you cannot control my Sababu mouth. ningekuwa na baba mzazi. Because if I had a Mara father, niite kona usiseme vile. maybe they can call me on the side and say, don't Na say nasema this. mwanangu atakulaani. Lakini laana haifanyi kazi kwangu. Kwa sababu natembea na sheria ya Mungu. Anasema usizini raba shande. Anasema usimsingizie ndugu yako. Anasemaje? Anasema amelaniwa atembeaye na mnyama au mtu aliyekuwa sex the same na yeye. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. I'm telling you. I'm telling you guys. Unapokuwa unapata mshahara kutoka kanisani. When you're getting paid from church, Kanisa linakulimit uhubiri nini usihubiri the nini. church limits what you preach Manake and what to baadaye preach. wanaweza kukaa kikao. Because they can have a meeting against Wakasema you. hawezi kuhubiri vile. And they can say you cannot preach Kanisa that way. itaponyoka. They will tell you you cannot preach this way if you're getting paid from the church. Sio mnanielewa. I'm not sure if It's a privilege It's to preach the gospel and nobody pay you but God. It's a privilege to preach the gospel and nobody pay you but God. Sio kwa ubaya wala kwa kujivuna. I'm not even Kwa sababu na experience. Kuna injili ukihubiri mwenye hela asema sitatoa sadaka yangu. I am very confident because sometimes some type of preaching, when you preach to those people of money, they're gonna say, I'm not giving my Na money to hizo sio that tabia church. za Wamarekani, tabia za Afrika. And that is not Kwa sababu kuna behavior. kitu kwenye kichwa chetu kinatuambia hela zetu ndio zinampeleka. Ili kanisa lipelekwe na hela za mtu. I'm telling you, that is the African mentality. So it tells them, oh no, our money is what makes the church go. Kuna kona mimi na Pastor Dan tumepita. Isingekuwa Mungu mwenye kutudaka. Matabakumba ya kataya. We have gone through a lot. If it wasn't for God himself to catch us, we would have not been here. Na ilibidi tupitie tulichokipitia. And we had to go through what Watu we went wanaweza through. kukaa na wewe. People can be among
among you. Wakafikiri wao ni nguzo yako. And they can think that they are your Listen to me pillar. very careful. Watu wanaweza wakakaa na wewe. People can be with Wakafikiri you. wao ni nguzo yako. They can think you are their Watu pillar. wanaweza wakakaa na wewe. People can be with you. Wakafikiri wewe. They can think Uko una lean all the way to them. that you are leaning Bila up. mimi hawawezi. They can say, without Bila me, they mimi cannot do it. hawawezi. They can say, without me, Kanisa huwa linaweza kufanyika bila muziki. the church can go without music. Muziki uko moyoni. The song or music is in your heart. Muziki uko mdomoni. Your music or song is in your mouth. Nimewahi kukaa na watu. I've been among people. Ukimwambia imba nemba flat. If you tell them to sing, they sing flat. Lete mtu mwenye pepo. But bring it 2 minutes. The pepo is out. But if you bring somebody with demon, that person who cannot sing, they pray for that demon and the demon flee. Kuna makanisa wanaimba sana. There are some churches who sing very well. Lakini nusu ya kwaya wana mapepo. Half of the people in the choir have demons. Robo ya kanisa ni wachawi. And half of that in the church are witches. Na wanakuja na vilemba And kanisani. they come with head covers in church. Na mimi nakuja na nywele nyekundu kabababusa bakataya. Red hair. Nasema come out in the name of Jesus. Come out. Please separate, says God of hosts. And this says the Lord of hosts. I want to tell you something. I want to say something. Tunaongelea nafasi aliyokuweka Mungu. I want to remind you that we are talking about position that God placed you. Hallelujah. Hallelujah. Unaijua nafasi yako? Do you know your position? Unajua kama kwenye miungu ya baba zetu, You know, in our fathers, ancestors, wanaijua position yako. they know your position. Ndio maana wanajaribu kukufunga. And that's why they're trying to bind you and control you. Mfunge huyo. They're trying to control you and bind you. Ataharibu mambo. They say, oh, bind him because she's gonna destroy things. Twende kusoma kwenye kitabu cha Acts. Let's go back to the book of Acts. Glory to God. Glory to God. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Matendo ya Mitume 16. The book of Acts chapter 16. 13 mpaka 40. 13 up to 40. Hata siku ya Sabato tukatoka nje ya lango. And on the Sabbath day we went outside the city gate. Tukaenda kando ya mto. To the bank of the river. Ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali. Where we thought there would be place of prayer. Tukaketi. Tukasema na wanawake waliokutana pale. And we sat down and began speaking to the women who were there. Mwanamke mmoja jina lake Lydia. A woman named Lydia. Mwenye kuuza rangi ya zambarau. From the city of Tyre, dealer in purple. Mcha Mungu. A worshiper of God. Akatusikiliza. Listen to us. Ambaye moyo wake ulifungwa na Bwana. And the Lord opened her heart to pay attention to respond to the things said by Paul. Okay, let me do this way. I'm going to read the whole verse, then you read the whole verse. Okay. So I'm going to read 13, Okay. 16, 14. Mwanamke mmoja jina lake Lydia, mwenye kuuza rangi ya zambarau, mwenyeji wa Thiari, mcha Mungu, akatusikiliza, ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana, ayatunze maneno yaliyonenwa na Paulo. Okay. So, you want me to read again? Mm-hmm. And on the Sabbath day, we went outside the city gate, the bank of the river, where we thought there would be a place of prayer. And we sat down and began speaking to the woman who had come there. A woman named Lydia from the city of Tyre, a dealer in purple fabric, who was a worshiper of God, listened to us, and the Lord opened her heart to pay attention to respond to the things said by Paul. And when Mstari wa 15. Hata alipokwisha kubatizwa yeye na nyumba yake, akatusihi akisema, kama mmeniona kuwa mwaminifu kwa Bwana, ingieni nyumbani mwangu mkakae. Akatushurutisha. Mstari wa 16. Ikawa tulipokuwa tukienda mahali pale pa kusali, kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo wa uaguzi akatukuta.
aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa ajili ya kuagua. Nenda mstari wa 16, read the 16th. It happened that as we were on our way to the place of prayer, we were met by a slave girl who had a spirit of divination, a demonic spirit claiming to foretell the future and discover hidden knowledge. And she brought her owners a good profit by fortune telling. Biblia Kiingereza inasema kuhusu slave girl. The English Bible talk about slave girl. Biblia Kiswahili inasema kijakazi mmoja aliyekuwa na pepo la uaguzi. But the Bible in Swahili say the girl who had a spirit of divination, aliyewapatia bwana zake faida nyingi kwa ajili ya kuagua, who gave her owner a lot of profit for that spirit. Kwa hiyo kuna watu ambao walikuwa wanakaa na huyu mtoto kama nabii. So there are some people who are living with that girl as a prophet. Kwa hiyo yule mtoto alikuwa anatabiri kwa watu, lakini wanaolipwa ni hao mabwana zake. So that girl was prophesying for people, but who was getting paid was her owner. Lakini unaona kwamba alikuwa na pepo la kuagua. But we see that she had a spirit of divination. Lakini kuna wengine walikuwa wanapata faida kupitia lile pepo. But some people were benefiting from that spirit of divination. Na kwa sababu walikuwa wanapata faida kupitia yule pepo, and because they were profiting from that spirit, walikuwa wanalinda kifungo chake. So they were protecting her. Asifunguliwe, kwa sababu akifunguliwa, they were protecting her being bound up. Hatutakuwa profited. Because if she get delivered, then they would not profit. Jesus. Kuna watu wanapata faida kwa kifungo chako wewe hujui. You know, some people benefit from you being bound up and you don't even know. Yes, ma'am. Lakini wewe hujui. And you have no idea. Ndio maana una fight usifunguliwe. And that's why they are fighting so you don't get delivered. Kwa sababu kuna faida wanaipata. Because the benefit they get. Hebu tuendelee tuone kwanza kuna siri gani hapa. Let's continue to read and see where the secret is. Maana kila wakati shetani alipokuwa akimjaribu Yesu. So every time the devil tried Jesus, Yesu alikuwa anamwambia imeandikwa. Jesus kept saying it's written. Anamwambia imeandikwa. Jesus kept saying it is written. Kwa hiyo kwenye maandishi hiki kitu kuna hatari. So in this Bible, in this reading, there is some danger. Kwa hiyo tunaona watu walikuwa wanapata faida kwa ajili ya kifungo cha yule dada. So we see people are benefiting from this girl being bound up. Mstari wa 17. Verse 17. Hallelujah. Hallelujah. Akamfuata Po. Na sisi akapiga kelele akisema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Mstari wa 17. Akamfuata Po, yani yule mwenye pepo. Wakati Po anapita, Biblia inasema akamfuata Po. Na sisi akapiga kelele akasema, watu hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. She followed after Paul and us and kept screaming and shouting, these men are servants of the Most High God. They are proclaiming to you the way of salvation. Pastor Donis, mstari wa 18. Paul anasema akafanya hayo kwa siku nyingi. Yani kwa maana hiyo mwaguzi alikuwa katikati yao, lakini hawakumtambua. Na alikuwa na repeat kuprophesy, ana repeat kutabiri, ana repeat. Lakini siku moja Paulo akamwangalia, kwa sababu Paulo alipokuwa amefika mahali pale. So Pastor Donis, this woman, this little girl, she had a spirit of divination. She kept prophesying and kept prophesying and kept prophesying. But one day, Paul, Biblia inasema kwamba alipomuona Paulo, but one day when this girl saw Paul, akaanza kuprophesy kwa Paulo. she said to prophesy to Paul. Anawaambia watu sasa. And she was telling people, hawa ni watumishi wa Bwana. she was telling people, these are the servants of Most High Wana God. nguvu za Mungu. They have the power of God. Mwasikilize. Please listen to them. Ili ninyi mfikiri yeye yuko upande wa Paulo. So you guys can think that she is on Paul's side. Yale mambo ya kusifiwa sifiwa na watu nafikiri wako upande wako. Be careful. I'm telling you, the things of being, you like to be praised by people. Be very careful. Ananipenda kweli. Umejuaje kama yani wananisifu,
Huwa kila party zikiwa nyumbani kwake anakuniita. Oh, you say they love me so much. How do you know they love you? Because he always praise me, and whenever she or he have parties at her house or his house, they always invite me over. Mstari wa 18. Verse 18. Akafanya hayo kwa siku nyingi. She continued doing this for several days. Lakini Paulo akasikitika. Akageuka akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. She continued doing this for several days. Then Paul, being greatly annoyed and worn out, turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out at that very moment. Mstari wa 19. Basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini na faida yao limewapotea, wakamkamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Sababu ya wao kuwakamata kwa sababu faida waliokuwa wanaipata hawaipati tena. All right. So, but when the owner saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them before the authorities in the marketplace, where trials were held. And the reason they did that, because they no longer were going to get profited from this girl prophesying. Paulo na Sila walikuwa wameitwa kukaa kwenye kiti cha kuwaponya wengine. Paul and Silas were called to sit in the chair of healing other people. Walikuwa wameitwa kukaa kwenye kiti cha ambassador cha kimungu. They were called to sit on a chair of ambassador of God, ili wengine wafunguliwe, so others may be delivered, ili wengine wawekwe huru, so others may be set free. Kiti unachokikaa ambacho Mungu anataka ukikae, the chair you are sitting on that God wants sio kwa ajili yako, it's not for you, kwa ajili ya wengine, it's for others. Yesu akufa kwa ajili yake. Jesus did not die for himself, alikufa kwa ajili ya wengine. he died for other people. Watu wengine wanafikiri kukumaliza wewe, people think if they finish you, wamemaliza kila kitu. they think they're finished. Hawajui kwamba wewe umekaa kwenye kile kitu kwa ajili yao. They don't know that you are sitting on the chair for them. Hallelujah, 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 hallelujah. Kanaomba kwa ajili ya mume. A wife pray for the husband. Hallelujah, hallelujah. My God, let me be careful. Glory to God. Glory to God. Kwa hiyo tunaona mstari wa 20. So we see on verse 20, wakawachukua kwa makadhi. Wakasema watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Sasa niwaulize, walikuwa wanachafua nini? So what were they? They took them in front of the magistrate and they say, these men, they are destroying our city. What were they destroying? Moja ya silaha za shetani, one of the devil's enemy or weapon, ni propaganda. Is propaganda. Propaganda ni bomu. Propaganda ni bomu. Propaganda is a weapon or it's a bomb ambalo halina harufu, which does not have a smell. Kwa hiyo likiingia wewe kusema nasikia kama harufu ya gesi. Ooh, so when the bomb comes in, you cannot say, I smell gas. And anything ambayo ni sumu, and anything that is poison, ambayo huwezi kuinusa, that you cannot smell, inakumaliza vizuri. That can completely finish you. Hautaweza kupiga kelele. You cannot scream. Utaanza kuishiwa nguvu. You just become weak. Na huwezi kujua ni kitu gani kinafanyika. You cannot know what's happening. Kumbe ni sumu isiyo na harufu. It is poison that does not have smell. That is smellless or odorless. It's carbon monoxide. Yes. Carbon monoxide. Inakuwa pole pole. Carbon monoxide kills you slowly. Ndio propaganda. And that is propaganda. Kwa hiyo waliwaanzisha kuzia propaganda Paulo na Sila. So they started propaganda for Paul and Silas. Wanakuja kwenye mji wetu wanauchafua mji wetu. They came to our city and destroy our city. Kwa hiyo wakawekwa ndani. So they were locked in jail. Waliuchafuaje? How did they destroy our city? Kwa sababu walikwenda kumfungua. Because they went to deliver. Yule ambaye alikuwa anawapa faida. The girl who gave them profit. Umewahi kugusa dhambi ya mtu? Have you ever touched somebody's sin? Akaamua kukuua. And they decided to kill you? Umewahi kugusa uchawi wa mtu? Have you ever touched somebody's witchcraft? Watu wengi wakaenda kinyume na wewe. A lot of people go against you. Umewahi kugusa uovu wa mtu? Have you ever touched somebody's evil? Uzinzi wa mtu? Adultery? Umalaya wa
prostitution, wewe ukaonekana ndo mwovu, and people look at you as if you are the one who is doing the sin, hapo umepiga kidonda kibichi hapo. that means you have touched a very fresh wound. Imepiga kwenye mkanda, umepiga kwenye kidonda na unataka kufanywa operation. That means you just touch a wound that is very fresh, that's just been operated. Kwa hiyo atafanya chochote, So they will do anything ili akuzimishe, so they can stop you. and when it comes to the power of God, But when it comes to the power of God, hawezi you kuizimisha. cannot stop it. Hallelujah. Hallelujah. Mara ya mwisho niliposoma Biblia, Last time I read the Bible, Nuhu aliwaambia, Noah told them, Bwana alimwambia Nuhu awaambie wanadamu, God told Noah to tell a human being, nitafurikisha dunia I will flood the world na kila mtu na kila kiumbe kitakufa. and everything will die. Alihubiri kwa miaka mingi sana. Now Noah preached for many years. Watu wote walikuwa wanaona it makes sense. Everybody thought that he did not make any I'm going to sense. be done after 5 minutes. I'll be done. Watu wengi walikuwa wanajua kwamba haijawahi kutokea. And people say, no, this has never happened before. Haiwezi kutokea. So it will never happen. Lakini anakazana kusema ni Mungu. But he kept saying, God told me. Sio mimi. Noah kept saying, God told me, Kwa not me. Mungu Because God anaweza akafanya ambacho hakijawahi kufanyika. can do something that has never been done Kwa sababu before. ni Mungu. Because it's God. Anaweza karibu vitu ambavyo havijawahi kuharibiwa. He can destroy things that has never been destroyed before. Anaweza kuvunja empire. He can break Kwa empire. nini kumkabidhi mtu ambaye mnafikiri anaweza kutekea? Why do you give somebody who can take Kwenda care of kuvunja it? empire. God can break You can empire. scare. You guys hear? Prophet will come. A prophet can Tell you come pray. and tell you to pray. Something wrong is coming. He said something wrong is coming. And people will say, Haijawahi kutokea. they can say, this has never been happened before. Yes. Sisi taifa kubwa bwana. Now we are a big nation. Hivi nyinyi mnajua military power yetu? Now do you know our militant power? But God said But God said, something hard is coming. something is happening. Urabashana Masia. When God says something, When God says something, put everything down. when he says something, you need to put everything down. Huwa nashangaga Mungu anapokuwa anaongea wengine wako busy. I'm very surprised when God is speaking, some people are very busy. Deal. Akisema vitu vikikupita, If God says something and they pass you by, hatari. it's very dangerous. Right. Kwa hiyo waliambiwa So these Israelites were told gharika inakuja. that the flood is coming. Na Mungu alikuwa alileta gharika And God did bring the flood kwa sababu kuna dhambi ilikuwa imeingia duniani ambayo haijawahi kuingia. because sin entered the earth that has never been before. Right. Hatushangai dhambi mpya inapoingia. We are not surprised when a new sin comes Lakini in. Mungu akisema jambo jipya tunakataa. But when God says new thing, Lakini kuna dhambi we reject zinafanyika it. katikati yetu. But there's sin happening I'm telling among you, people us. of God. I'm telling you, people of We God. can talk about gay and lesbian We can talk about gay and lesbian and hate them. and hate them. What about witchcraft in your mama's house? But what about witchcraft? Jesus. Come on. Hey. Afrika tuko tayari kuwafukuza walio mashoga. Now, Kanisani hawatakiwi kabisa kuja. Now, in African churches, we are very ready to kick out people who are transgender. We say they're not allowed in our churches. Come over here, let's talk. Kuna wachawi wangapi wa kanisani? But how many witches do you Kuna have? wazee wa kanisa ni wachawi. Even the elders in churches are witchcraft. Hallelujah. Witchcraft. Lakini uchawi kwenu ni kitu chepesi. But witchcraft is okay in your churches. Kinaua kizazi na kizazi. I'm telling you, witchcraft kills generation to Watu generation. wanazaliwa na akili lakini hawezi kuaccomplish nothing. People are born with intelligence, but they cannot accomplish anything. Come on. Si mnajua tunaweza tukawaombea watu ambao ni mashoga wakafunguliwa. Now you know that we can pray for people who are Yes, ma'am. gay and lesbian and they can be delivered. Yes, ma'am. Tunawaombea na tunakemea ile roho. Now we can pray and rebuke the spirit. What about uchawi? What about witchcraft? Ambao umefunikwa na mila. Which is covered by our traditions. Watu kwenye familia wanalala na watoto wao. I mean, people in the family sleep among themselves and the children of fathers or mothers. Lakini tunahangaika na ushoga. But we are very busy worrying about gay and lesbian. Kuna makabila analala na mke wake na mdogo wa mke wake na mtoto wake wa kwanza analala naye. I mean, there are some tribe who men sleep with their
wife, sister, and their relative and their children. Na Even their ni firstborn. siri ya familia. And that is the secret in that family. Wakikufanyia ubaya nyumbani, But when they do bad at home, wanawarepu wanaume, they rape our male children. sio watoto. Nasema hivi, ili mtu akukomeshe nyumbani. Well, back home, if they try to do something bad to you, they rape male. Mwanaume anamfanyia mwanaume. Oh, back home, if they want to do something bad to you, they rape older men. Men rape men. You hear what I say? Do you hear me? Alafu tukikaa mbele za watu si Afrika tunasema ni dhambi kabisa, ni dhambi. Unajua ushoga ni dhambi. Kwa nini nyinyi mnarepu wanaume? But It's the same sin lakini iko secretive. But when we are among ourselves, we say, no, we don't like gay and lazy. Let me tell you, people of God. But we rape men back home. Laana Let me tell you, curse. haiji kwa sababu imeandikwa kwenye Biblia. Curse does not come because it came from the Bible. Imeandikwa kwenye Biblia alafu wewe unaifanya na ambatana na wewe. I mean, it's written in the Bible, and you do it and then it follows you. Kwa hiyo kama kuna watu wanawarape wanaume But if there are some men who kwa are raping jina la men serikali, under the name of the government, somebody gonna pay. somebody's going to pay. I'm telling you. I'm telling you. Somebody's gonna pay. Somebody's going to pay. Nakwambia hivi tunaishi tunaendelea kuishi. I mean, we are living here and continue to live here. Unaona tulivyo wanafiki? Do you know how Wanafiki ndio shida. Unafiki ni mwingi sana. I'm telling you, see how hypocrites we are? Hypocritism is very bad. The other time I heard a story happened here in Columbus. I heard a story here in Columbus. A Tanzanian A Tanzanian raped a Tanzanian raped another Tanzanian in the house of a Tanzanian. in the house of Tanzania. And then the people that were there, And the people that were in the they house, decided to cover it. they decided to cover the story. Because the person who did it, Because the person who did it, alikuwa hana makaratasi. because that person did not have any Lakini yule papers. aliyefanyiwa, But the one who was, afadhali akasafe huko. but the one who was Na raped, yule aliyefanya analindwa. Kwa nini ulifanya? I mean, Kwa sababu ulifanya kutakiwa kulindwa. the one who raped another person did not have any papers, and people protected the person who did not have paper, raped someone, and poor the person who was raped. They didn't even care about that person. They're worried about the person who raped somebody else without papers. In the name hana makaratasi. In the- Msimfanyie ubaya kwa sababu atapelekwa nyumbani. Alipaswa kwenda nyumbani. They were protecting and they kept saying, oh, they have no papers. Please don't tell on him. If you kama huwezi kujishika, unamhamu mtu mwingine, something need to happen to you ili ujue unachokifanya kitakukosti. Kwa nini tunapenda kufanya vitu hatutaki kitukosti, tunakimbia? If you did something wrong knowing you have no papers, you must suffer the consequences. Why are you doing something wrong knowing you have no papers? You got to pay. That's why from the beginning, I'm a Tanzanian, but I say in the pulpit, if you did anything wrong to my child, I'm taking you to jail. I'm not playing. I'm standing on pulpit. I am Tanzanian. If you do something wrong to my children, I will take you to jail. If you say something that is destroying my image, and I didn't do it, and you say boldly, I'm going to take you to court. If you say something about me and I didn't do it and try to destroy my image, I'm taking you to court. Yes, in the beginning, the first church, I was full. I was sitting this Christianity, I'm so deep in the spirit. People spoke things that are unimaginable, and I was quiet. But I told myself, this time, if somebody opened his mouth and say something is not sure, I'm going to take you to court. Kwa sababu nyinyi, Waafrika mnaogopa court, I'm going to take you to court. Oh yes. Okay. Kwenye koti kule ndo utaeleza ulikuwa unaongea kitu gani. Now, if you do something wrong, she already said in English, but so if you do something wrong now, because I'm not stupid anymore, I am going to take you to court and you're going to explain yourself in front of the court. This is America, it's not Tanzania. This is America, Jack. So ukichukua tabia za Tanzania za umbea ukazileta hapa. So if you bring the tunakuwekea full stop kutumia sheria. If you bring the gossip from Tanzania, bring it to America. So if you want to come to All Nations breakthrough, you're welcome. Like if you know your mouth, you talk like Inge, ujue one day utakuwa to the court.
If you want to come to our church, you are most welcome. But please do not bring your viper mentality over here Yes, to yes, destroy yes. us. Because we are going to take you To the court. Yes. Yes. Mwanzoni nilikuwa sina hela. Kwa nilikuwa naogopa court. Hallelujah. Sasa hivi na hela. I'll take you to the court. And I'll make sure unapoteza hela zako nyingi tu. Kwa safari nyingi za kwenye court. Kida bagadizi baroza. Before I was broke, but now I am rich. So I will take you to court so you can lose all your money. Yes, I will do that. Hallelujah. Mungu awabariki sana. We love you so very much. May God bless you. Fight for your place. Now fight for your position. Ulipokuwa umezaliwa, When you are born, thank you Jesus. Ulipokuwa umezaliwa, when you are born, kuna nafasi Mungu aitaka uikae. God had given you a special position that He wanted you to have. Usifanye nayo mchezo. Don't play with that position. Kuna nafasi nyingine ukikaa umezeeka sana, kuna vitu huwezi kuoperate. You know, there's some position when you are so old, you cannot operate correctly. Hallelujah. Hallelujah. Mfuate Bwana ukiwa bado kijana na una nguvu. I mean, follow God when you are still young and you still have your strength. Hallelujah. Hallelujah. Fight for your place. Fight for your place. Wakamweka Paulo na Sila gerezani. Now they placed Paul and Silas in jail. Thank you. Paul and Silas didn't do anything. Paul and Silas did not do anything Zaidi ya wrong. kuombea watu. The only thing they did was pray for people. Hawakulala na mtu They yoyote. didn't sleep with anybody. Hawakuiba hela ya mtu They did not yoyote. steal from anybody. Hawakumsengenya mtu They did not yoyote. gossip against Lakini anybody. wali end up in jail. But they were in Kwa jail sababu walikuwa wamemfungua mtu. because they delivered a woman. Biblia inasema. The Bible says, Hallelujah. hallelujah. Wakiwa gerezani. When they're in jail, Wakaanza kuomba. they started praying. Wakamwita aliyeweka kwenye They nafasi. call who put them in position. Unaweza ukamwita aliyekuweka kwenye You nafasi. can call whoever put you in Ukamwambia, position. look at this And you can God. say, look at this You have God. placed me in this place. You placed me in this place. Hallelujah. Hallelujah. Wakamwita They called aliyewaweka kwenye who nafasi. placed him in the position. Biblia inasema. The Bible says, Hallelujah. hallelujah. Biblia The inasema. Bible says, Walipoita. when they called, Ghafla ardhi. all of a sudden they Ikaanza kutetemeka. all of a sudden the earth shook. Ardhi ikaanza The kutetemeka. earth shook. Biblia The inasema. Bible says, Yule watu aliyewaita. the one who called them, Alikuwa ongei. he might not talk. Anafanya vitendo. He only does action. Ghafla. All of a sudden, Wakatikisika. oh, the earth shook. Ghafla. All of a sudden, Milango iliyofungwa ikafunguka. all the doors were locked, they open up. Ukiwa umewekwa kwenye nafasi. If you're put in position, Mwanadamu akifunga mlango. and if a human being close the door, Aliyekuweka kwenye nafasi anakuja kufungua mlango. whoever put you in position will open that door. Mlango anaofungua wakati huu. And the door that he opens Hakuna up, atakayesema ni mimi ndo nilimsaidia. nobody can say, I am the one who helped him to get there. Maana kila mtu kwenye ile jela Because everybody in that jail, waliona waliona jinsi ambavyo they saw how palipotikisika pakafunguka. the earth shook and the doors opened up. Biblia inasema The Bible says, wale wafungwa those prisoners, hawakukimbia they did not run away. kwa sababu ni kiti walipewa. Because it's the chair they were given. Hallelujah. Hallelujah. Wanaojua wameitwa Those who know they are called, hawakimbii nchi. they will never run. Hallelujah. Hallelujah. Wanaojua wameitwa Those who know they are called, hawamwachi mchungaji wao they akifanya will magumu. never leave their pastor Kwa whenever sababu pastor is wanajua trying. wameitwa. Because they know they are called. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. I'm going to finish. Biblia inasema The Bible says, wale walinzi wakataka kujiua. those prisoner guards wanted to kill themselves. Paul and Silas said, no, don't harm yourself. Now Paul and Silas said, do not harm yourself. Don't harm yourself. Don't harm yourself. Hatujakimbia, tuko wote hapa. We did not run away. We are all here. Yule mlinzi akasema nifanye nini nipate kuokoka? That prison guard said, what should I do to get saved? Nifanyeje niwe kama nyie? What should I do to become like you? Uaminifu wenu ni wa hatari. Your faithfulness is dangerous. Kwa hiyo akafanya mipango. So he made plans. Ili waondolewe. So they can be removed from jail. Hebu tumalizia ile andiko nasema. Now let's finish this scripture. Walipo ambiwa vile Paulo na Sila. So when Paul and Silas were told that, wakasema hapana, hatuwezi kuondoka hivi hivi. They said, no, we cannot just leave the way, just like that. Mlitufunga publicly. You guys bowed up publicly? Come publicly.
You bound us publicly. and tell people that you lied. Now I want you to come publicly and tell people that you Ili lied, sisi tuweze kuondoka. so we can leave. Kama hamtakuja kusema publicly, If you're not going to say publicly, hatutatoka kwenye jela. we are not coming out of this Mpaka jail. mwitane wote mseme tuliyosema alikuwa ni ya uongo. I want you to call each other and say whatever you say was lies. Eve. This is Bible, I didn't say it. This is the Bible. If you read it and go down, you will see there Paul anasema, If you continue to read, you see Paul saying these words. msitufunga mbele za watu. Paul said, you bound up in public, Kwa hiyo inabidi mje mbele za watu mseme kwamba he was wrong. so you must come in public and say what you did was wrong. Let me tell you, people of God, Let me tell you what I love you so very much. Nawapenda sana. Lakini muda ambao ninao sasa hivi, But the time I have left right now, I don't like foolishness. I don't like to I don't babysit foolishness. Sipendi ujinga. Sitaki Watu ambao wana keep their status, watu ambao wanapenda status zao and you know you're wrong, na unajua uko and you think I wrong, will follow your status. na unafikiri naweza kufuata I will status yako. never ever come and kiss your status. Sitakufuata na kukiss your status. If you know you're wrong Kama unajua and you umekosea did wrong, na unajua umekosea, publicly mbele za watu, apologize. mbele za watu tubu. If you destroy me publicly, Kama umeniharibu mimi mbele za watu, go fix what you said. nenda katengeneza uchokisema. Then that is salvation. And huo ndio wokovu. Because if you will not do that, you will repeat again. Kama usipofanya hivyo utarudia. Watu wasipopata consequences of the thing they do, they will repeat again. People, if they don't face consequences of what they did, they're going to repeat the same thing again. Kama status yangu iliuawa, If my status died, and you're the one who killed my status, and you're the one who killed my and you status, build yours, and to build yours, yours will collapse too. yours will collapse as well. It's a very tough statement, and I know why I say that. Because God told me. It's very tough, lakini I know, najua nimesema kwa nini, maana Mungu Yes, Mungu aliniambia. ameniambia. God told me. Kuna wale ambao wamelichana hili kanisa. There's some people who rip about this Wameongea church. vitu ambavyo havina maana. People spoke If bad about you this will church. think I will chase you, you lie to yourself. If you think I will chase you, I will not chase you. I will never ever. I will never chase you. Kila mtu atauchukua mzigo wake yeye mwenyewe. Everybody will carry their own load or their own cross. Ila one thing I'm telling you, fight for your place. The one thing I want to remind you is fight for your own place. Sehemu ambayo Mungu amekuweka. The place that God has placed you. Don't let love shake you. Usiallow mapenzi ya kutingishika. Don't let manipulation lie to you. Or manipulation ya kudanganya. Don't let community lie to you. Usiallow the community Usizania kudanganya. community wanapendana. Don't think that community love each other. Waongo hawapendani. No, Wanakaa pamoja kwa sababu ya misiba. they sit together because of funerals. Yeah. Because they think about death. Because all they think about is They don't donation. think about to destroy people's character. You assassinate other people's character. You think about the day I will die. I will need somebody to seek me. They think about only funerals, that, oh, if I die, I need somebody to So you bury me. hate me now and then you prepare myself for my funeral. I don't want you to come to my funeral. So you Because I will not be aware if you came or not. So you know you hate me now, then don't even bother to come to my funeral because I will be gone. I won't even know you're here for my funeral. So you mnasikia nachokisema? Do you hear me? Fight for your place ambayo Mungu amekuweka. Now, Hata kusema sijui fulani hatakuja kunizika. Ukija usije. Who will know that you came? Listen, people of God. Many of us tumepata abortion ya kiroho kwa sababu ya kuangalia watu. Waliokuwa wamekuahidi watakusaidia wako wapi? Ndio wale wao wanakaa wanakucheka umaskini wako. Wanakucheka kuanguka kwako. Wanasubiri ndoa yako ivunjike. Hawana lolote si chochote. people of God, protect your position. Those people you are afraid of that they're going to bury you, you won't even know that they are there for the funeral because it doesn't matter. You got to protect your position because people want your marriage to fail. Some of they you- want you to fail.
Wengine wenu inabidi mlinde ndoa zenu. Some people need to protect your marriages. Nasema tena. I'm repeating. Some of you need to protect your marriage. Some of you need to protect your marriages. Watasema oh unajua hajiamini, sijiamini. No. It's not like I don't have confidence in Ndio maana myself. ninaye. That's why I have my own husband. Sijiamini. Biblia inasema mwanamke atamlinda mwanaume. Biblia haikusema mwanamke mwingine atakuja nilindia mume wangu. The Bible says the woman will protect her husband. It doesn't say another woman. Our community, East African community, we sleep to each other. I will break down today. You sleep to each other. East African community. Mnalalana na wake za watu na waume za watu. With each other. Okay, so in our community, we sleep with each other. In the community. Wewe mwanamke unajua kuna sida. Now, you know that there is HIV. You know there's HIV. You stay close to my husband. You know that there is HIV. You have HIV and you Now still unajua close to my wanaume husband. is a weak vessel. Now you know that men are weak vessels. Unatafuta nini? What are you looking for, my husband? Come on. And I'm not talking to Pastor Donis. And I'm not talking about Pastor Donis. I'm talking about wanawake wengi ambao kwenye opposition. I'm saying so many We're other tayari you are infected with your husband, you have HIV, both of you. Kwa hiyo unadengua ili mume wangu akupende ili uaffect na yeye. Now you know that you and your husband have HIV, and now you want to come close to my husband so my husband can sleep with you and get HIV. That's it. And I'm not talking about only Columbus. And The whole America. I'm not talking about only Columbus. Africa, we do that. Africans. I'm not talking about just Columbus. It's the whole entire nation. Yes. The whole entire nation, African people. The whole entire nation, African community. Me naombieni, I just love you. Mkinichukia shauri yenu. I'm just telling the truth, guys. Nyonyo. Don't hate me. Lakini hizi tabia sio tabia nzuri. This is Tukitoka kulala na wake za watu na waume za watu, unajua tutahamia wapi? Kwa watoto wetu. I'm telling you, if after we sleep with our husband, somebody else's husband and somebody else's wife, what's the next thing? Kwa hiyo mtu We're gonna anaweza sleep with kamaona our children. Dorine, akamuona Ivana, akaona tu huyu I can sleep with her. I'm telling you, after you done sleep with somebody else's wife, you're gonna sleep with your children. Kwa nini? Kwa sababu It's adabu okay. zetu ni za mdomoni. Because our respect is just in our mouth. Right. Zinatakiwa kuwa kwenye tabia. Now we have to have respect in our behavior. Naonaga wababa humu ndani. I see the men in this house. 24/7 amemshika mtoto wake wa kike mkono. 24/7 they're holding their baby girl's hands. Mtoto yuko high school anashikwa mkono na baba. Unajua kwa nini? I'm telling you, the kid is in high school. Their father is still holding their hand. Analindwa. You know why they're holding their hands? Because it's the father trying to protect the Tumefika child. sehemu We are at the point where hutaki watoto wako you don't want your children. wawe close na Tanzanians. Kwa sababu watawafundisha tabia mbaya. We have come to a point where we don't want our children to be close to other Tanzanians because you don't want them to be taught bad behaviors from other Tanzanians. That's it. I say that's it, and I'm okay with that burden. I said it, and I said it with all of my mind in it. I said it, yes. Mtu anagombana na wewe anaweza to destroy your children. You know, somebody have a fight with you and the first thing they think about is to destroy your children. That's why somebody should go to jail. Hiyo tabia ishi. Mtu anagombana na wewe anatengeneza kifo cha mtoto wako. You know, somebody have a fight with you but then they prepare death for your child. Wanakaa kabisa wanaongea, unajua tutatengeneza juisi, ile juisi tutaweka madawa kulevya, alafu Dorine akinywa, akishakunywa ile ataanza kuvua nguo, tutachukua kideo kile tutaiweka kwenye Facebook kwa sababu babake na mamake kule ndo wanakohubiri. Do it right now one. Do it now. I mean, people will plan a death of your child. They know that the father and mother, they preach on TV, so they will prepare a death of your child to poison her or give her drugs so they can take their clothes off and they can videotape her and put her on Facebook so people can say, that's the parent, the child of the parents who preach on TV. Now, I mean, on Facebook. wanapewa ideas na mama zao. And their parents are the one who give these children ideas to destroy other children. So where is love? So where is love in that? You act like you love one another. Where is love? You act like you love one another. If you Where have is a beef love? with me, why you run to my children? If you have a problem Because with me, my children has something greater that threatens you. That's why you run to my generation. That's
evil before God. And we say we are saved and speaking tongues. That tongue is evil tongues. Demonic tongue, it doesn't care. Nakwambia hata kama devil right there. Devil right there. Kama unawaza mtoto wa mwingine afe, kama unawaza mtoto mwingine afariki, kama unawaza mwingine asipate mimba, kama unawaza ndoa ya mwingine iharibike ili umcheke, you are a witch in the church. If you have evil thoughts about another member, that you want them to die, you want their children to die, and you want their marriage to fail, and you speak in tongues, you are a witch in the church. Oh yeah. Wewe ni mchawi kanisani. Mungu awabariki sana. Pastor ananiambia imetosha. Mimi nikipewa nafasi nikasikia Mungu anasema na washwana. Unajua kwa nini? Kwa sababu hamna wahubiri ambao wao wanawashwana. Wote wanawaambia mkoe, God is going to use you. Mungu hawezi kutumia na ule uchawi ulionao. God is going to use you. Mungu hawezi kutumia uko na bwana mwingine. Bongo yenu. God is going to use you. Ndio maana mama shukuru wanafanya uovu na wanakula chakula cha Bwana. Wanaunywea mkate wa Kristo. Kwa sababu hawajui madhara. Unaniwaambia watu wa Mungu, anytime unatoka kufanya dhambi, kimbia chakula cha Bwana. Sio mnanisikia? Anytime atabasida unatenda dhambi, usile communion. Communion is going to kill you. Biblia inasema kuna waliokunywa vibaya wakafa, na kuna wengine waliokunywa wakadhoofika. Kwa hiyo kama wewe umetenda dhambi unaumwa na communion utakufa. Unataka kumalize. Now, people of God, if you have sinned, do not take a sacrament, what is that? A communion, because you can die. Take time to purify yourself. Take time to think what you have done. Take time to see the magnitude of the sin that you have done. I'm telling you, you sin today, tomorrow says, I'm sorry, God. And then you repeat again. And tomorrow says, I'm sorry, God. You become iniquity, people of God. And when you become iniquity will disqualify you to inherit some things. I say iniquity will disqualify you to inherit your harvest. I say, to inherit your harvest. Mungu awabariki sana, naweza kusimama. May God bless you. You may be seated. Amen. Hallelujah. Vande bushka parazia. Unaona kiti ninachokikaa? Now you see the chair I sit on, Unaona mume aliyenioa? and you see the husband who married me. Anaweza kutake it kwa sababu ni kiti amepewa kae. He can take me because he's the chair he was given to sit on. Lakini kuna watu wengine wanaangalia, yana anaruhusu mke wake anasema ile maneno. But some people say, well, how does he allow her to talk like that? Kwa sababu mke wako akupewa iko kiti. Because your wife was not given that Lakini kwa sababu position. nimepewa iko kiti. Because I was given this position. Mume niliopewa The husband was given to me. anaelewa position yangu. Understand my position. Na anaelewa naongea hivi sio kwa sababu napata faida. And he knows that I talk because I don't benefit from it. God benefits from God this. is the one who benefits from what I'm preaching. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Weka mikono yako tumboni. Put your hand in your stomach. Hallelujah. Hallelujah. Sante Yesu. Hallelujah. Come on, Danis. Voice. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Baba, katika jina la Yesu, najisogeza mbele zako. Nimealeta yale ambayo Bwana ulitaka niyalete mbele za watu wako. Kwa maana mimi ni mchungaji lakini ni nabii. Ninayasema yale ambayo wengine hawawezi kuyasema. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakusihi na kukuomba maneno niliyoyaongea mahali hapa yakawekwe mihuri ndani ya maisha yao, wakafunguliwe na kuwekwa huru katika jina la Yesu. Maisha yao, nafsi zao, roho zao, akili zao zikawekwe huru katika jina la Yesu. Maana wako wale ambao unawaita, wako wale uliopaka mafuta, wako wale ambao unataka mahali hapa watumie kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya mwana kondoo tuketishe kwenye nafasi zetu kwa jina la Yesu.
Tuketishe kwenye nafasi zetu kwa jina la Yesu. Tusaidie kupigana vita katika nafasi zetu katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao ni wahubiri, wale ambao wana vipawa, wale ambao wameitwa na wewe katika kuomba katika jina la Yesu. Mafuta ya kuomba, 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 mafuta ya kukupenda wewe, mafuta ya kububujika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunavunja na kuharibu kila vifungo vya adui, kila vifungo vya adui kwa jina la Yesu, kila vifungo vya adui kwa damu ya mwana kondoo katika jina la Yesu Kristo. Moto wako Bwana ukawake ndani yao katika jina la Yesu, ukawajaze kwa upya kwa roho wako. Ondoa kila roho isiyo yako ndani ya maisha yao katika jina la Yesu. Damu ya Yesu, kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Kwa wale wanaotuangalia kupitia Facebook Live, For those who are watching us via Facebook Live, ulirudi nyuma au leo ni mara yako ya kwanza, you backslid, oh this is your first time, unataka kumpa Yesu maisha yako, you want to give your life to Christ, tunakwenda kuomba sasa. we are going to pray now. Kanisa zima tutaripiti haya maneno nayokwenda The kuyasema. whole church, we're going to repeat after what I'm going to say. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika jina la Yesu, tunajisogeza mbele zako, tunajisogeza mbele zako, tunashuka machoni mwako, tunashuka machoni mwako, tunaomba utuoshe, tunaomba utuoshe, ututakase kwa damu ya Yesu, utakase kwa damu ya Yesu, utuoshe na kila uovu, utuoshe na kila uovu, utuoshe na kila dhambi, utuoshe na kila dhambi, utuoshe na kila uasi, utuoshe na kila uasi, uondoe kwetu kwa jina la Yesu. uondoe kwetu kwa jina la Yesu. Tunakukaribisha maishani mwetu, Tunakukaribisha maishani mwetu, tunakukaribisha maishani mwetu, tunakukaribisha maishani mwetu, karibu ndani yetu, karibu ndani yetu, weka makao ndani yetu weka makao ndani yetu katika jina la Yesu. katika jina la Yesu. Futa majina yetu Futa majina yetu katika kitabu cha hukumu, katika kitabu cha hukumu, weke katika kitabu cha uzima. weka katika kitabu cha Tunakusii na kukuomba tunakusihi na kukuomba katika jina la Baba katika jina la Baba na la Mwana na la Mwana na la Roho Mtakatifu. na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. May God bless you richly. Amen. Unaweza, 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 Mwokozi. Unaweza Bwana, unaweza, Mwokozi. Unaweza Bwana, unaweza, 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 Mwokozi. Unaweza Bwana, unaweza, Mwokozi. Hebu tumpigie Mungu makofi kwa ajili ya Hallelujah. neno la leo. One more time, let's clap our hands for the Lord. Hallelujah. Our God is a good God. I said our God is a good God. Mungu wetu ni Mungu mzuri sana. Nimesema Mungu wetu ni Mungu mzuri I sana. said our God is a good Mpigie Mungu God. makofi tena, mpigie Clap Mungu for God, makofi. clap for God. Msifu kwa nguvu zaidi tena, mpigie. Praise him, Mwambie asante kwa uzima. tell him thank you for the help. Tumefika wakati wa kumtolea Mungu sadaka. It's time for us to give our tithe and offering to our God. Tunawakaribisha hata wale ambao mko Facebook Now we invite even those who are watching us via Facebook. kutoa sadaka ni sehemu ya ibada. Giving your tithe and offering is part of the worship.
ukiona umeshikamana sana na fedha zako, now if you see you are holding tight to your money, kiasi kwamba unaweza ukafurahia ibada, to the point where you are not happy, or unaweza ukafurahia ibada, that you are enjoying the service, na unaweza ukafurahia neno, and you are enjoying the word of God, lakini ikifika kwenye sadaka unasikia unahangaika kutoa. but when it comes to giving, you find yourself giving a hard time to give, Ujue kuna shida mahali. then you know there is a problem somewhere. Mungu anaposema na wewe, When God speaks to you, anakuambia neno ambalo unaliona ni la muhimu umelisikia siku hiyo. He tells you the most important word that you need to hear that day. Ni muhimu kumshukuru Mungu It's very important to thank Him kwa kumpa sadaka nzuri. by giving Him a wonderful gift offering. Lakini unasikia neno, And then you hear the word, linakugusa, and the word touches you, unafurahi umejifunza kitu, and you are very happy, excited that you learned something, unafurahi umekumbushwa kitu, that you are excited that God has reminded you something, unafurahi umeonywa kitu. and you are excited that God has warned you about something. Alafu kifika kwenye pesa, But when it comes to money, unaiona pesa yako ina budget kuliko ya Mungu. you see that your money, you are budgeted very well before God, even more than God. Mungu akusaidie sana. May God help you. Kuto kujua umuhimu wa sadaka au nguvu ya sadaka, Not knowing the power of offering ndicho kinachokufanya unakuwa hivyo. is that what makes you to be evil. Hujui kwamba unajitengenezea shida. You don't know that you are constructing or you make your own problems. Ikifika kwenye sadaka, wale ambao tumekuzwa kwenye dini zetu tunakumbuka, Now you guys know, us who have been raised in religion, ilikuwa ikifika kwenye sadaka when it comes to offering, tunakuwa waaminifu huko zamani. we used to be very faithful back then. Hakuna kitu tofauti, ni kile kile, tunaendelea kuwa waaminifu hata leo. Nothing has changed. We still continue to be faithful even today. Katika jina la In Yesu. the name of Jesus. Tujiandae kwa sadaka. Now let's prepare our offering. Wale ambao mmejiunga nasi Facebook, unaweza kumtolea Mungu sadaka yako Those who have joined us via Facebook, you can give your offering katika madhabahu hii. on this altar, Mungu atakubariki sana. and God will bless you. Hallelujah. Hallelujah. Kwa wale ambao utakuwa tayari, For those who are ready, utaleta sadaka yako hapa mbele. you can bring your offering here front. Can you move this table right here? Kama uko tayari, unaweza kuleta sadaka yako. If you are ready, you can bring your offering up front. Glory to Jesus. Utukufu kwa Bwana Yesu. Kama umetoa sadaka kutumia simu, njoo na simu yako uguse chombo hicho cha sadaka. If you have given via your telephone, come with your phone and touch the offering bucket with your phone. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Tutakwenda kuomba kwa ajili ya sadaka sasa. Now we're going to pray for the offering. Nitamwita dada Atu aje mbele I'm going to call Sister Atu kwa ajili ya kuomba na kuombea sadaka. so she can pray for the offering. Nitamwomba Elder Gladys aje pia And Sister Gladys and Elder Gladys kwa ajili ya kuombea sadaka. so they can pray for the offering. Nitaomba tunyoshe mikono yetu mbele. Stretch forth your hands toward the offering. Tunakwenda kuomba kwa ajili ya We sadaka are going to pray for the offering. katika jina la Yesu In Kristo. Jesus' name. Dada Atu atakwenda kuomba. Asante Yesu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa neema hii, asante kwa wakati huu, asante Baba kwa neno tulilopokea mchana wa leo. Tunarudisha sifa, tunarudisha utukufu, tunakutukuza mtakatifu. Asante Mungu wa rehema. Asante kwa zawadi ambayo tumeleta nyumbani kwako asubuhi ya leo, mchana huu Baba. Tunaomba ukaitakase, ukaitakabali, ukaikubali machoni kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti.
ukawabariki wale wote waliotoa na wale ambao wameshindwa kutoa. Mungu wa rehema, unajua mioyo yao Bwana, ukawabariki waweze kutoa siku nyingine katika jina la Yesu Kristo. Ukalinde afya zetu mtakatifu, ukatupe amani, ukatupe hekima, ukatupe maarifa ya kufanya kazi kwa bidii ili nyumba yako isipungukiwe mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ulinzi wako Baba ukawe juu yetu, ukalinde watoto wetu, ukatulinde mabarabarani kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, tunaendelea kurudisha sifa na utukufu kwa sababu unastahili mtakatifu. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru Baba. Amen. Makofi kwa Yesu, makofi kwa Yesu. Hallelujah. You may be seated in the presence of God. Unaweza kukaa katika uwepo wa Bwana. Tunapenda kuwashukuru sana mliojiunga na Facebook. We want to thank you those who join us via Facebook. Na tunawashukuru kwa sadaka zenu pia. And we thank you for your offering as well. Tunataka mjue tunawaombea. I want you guys to know that we are praying for you. Ni jukumu Mungu ametupa. It's our responsibility that God gave us. Na sisi kwa jukumu hilo tunajibu mbele za Bwana. And because of that responsibility, we answer before God. Kwa hiyo tunakuwa waaminifu sana kwenye jukumu hilo. So we are very faithful in that responsibility we're given. Mungu akubariki sana. May God bless you richly. Na neno lililohubiriwa katika madhabahu hii siku ya leo. And the word that was brought forth on this altar today. Kulikuwa na neno la kwanza. There was the first word likatuingiza kwenye maombi, that took us into prayer session. Na likaja neno la pili kutoka kwa Pastor Nuno. And the second word came through via Pastor Nuno. Hakikisha umesikiliza vizuri tena na tena na tena. Make sure you rewind and listen to it over and over again. Rudia wiki nzima unasikiliza tena na tena. Repeat the message the whole week again and again. Na omba, jiombe na kuombea familia yako. Pray for yourself and pray for your family as well. Mungu akubariki sana. May God bless you. Tunakutakia siku njema. We wish you a wonderful day today. Tutaonana tena kipindi kijacho. We'll see each other next time. Bye bye. Bye bye.